Ni kama mtu ambaye anaomba uhai mrefu. As a prophet you can come, nikavunja roho za mauti. Of Death. I break the spirits of death. The influence of the gates of hell upon your life. Oh, yes. I will destroy all the roots. But Lakini as a prophet, I can speak Kama long nabii. life in your life. kama nabii naweza nikaongea kuhusiana na uzima wako. But if you are against your parents, Lakini kama uko kinyume na wazazi wako, go on your knees to your parents. rudi kwa magotini kwa wazazi wako. Aombe radhi. Go and ask for forgiveness. Biblia imempa mamlaka ya kuishi kwako muda mrefu mzazi aliyekuzaa. Oh yes, the Bible has permitted. Kimwili. Oh yes, through your parents. So kija kwangu nikusaidie, umetukana mzazi wako. Tena wengine mnatukana mzazi wako. Mimi sio kumwacha babangu wa kiroho. Kama iwezekani, wewe babangu wa kimwili sikuhitaji. Wewe you will die. Takufa. Nakwambia ukweli mzito ambao mwili wa Kristo ni mgumu kupokea. Lakini I tell you this. Kuna kiwango mzazi wako wa kimwili akienda, hakuna mtumishi atafuta hiyo laana. There's a level where your spiritual father, when he goes, Your biological father goes to that level. Oh yes, no one is going to cancel that curse. No man will cancel that curse. Oh yes. God is not against his word. Mungu hayupo kinyume na maneno yake. Kwa sababu hatari ya baraka ya mzazi imewekwa kwenye neno. Yes. Ingekuwa ni nje ya neno ukisema I break. Iko kwenye neno. You are breaking the word of God. You can't break. No prophet can break the word of God. No one is above the word of God. No one can bend the word of God. Oh yes. Huh? Amen. Kama Elia wakati anamchukua Elisha, alimruhusu Elisha aage. Oh yes. Ngoja niage wazazi ndio twende, akamfuata. Elia, the major prophet. Yes, he told the prophet Elia to go and say a word of goodbye to his parents, yes, then to a godfather to the prophetic. Oh yes. Alimruhusu junior prophet Elisha. By the time was junior. He allowed him by that time. By that time he was a young prophet. Oh yes. He was junior by the time. Alikuwa junior. Alikuwa ni nabii mdogo bado. No wonder wakati natoa heshima kwa baba yangu akiwa hapa nikaweka mwisho junior. Yes. Namzungumzia nabii mkuu. So you can be a prophet lakini know your position. There are prophets and prophets, my friend. Unaweza kuwa nabii lakini elewa nafasi yako. Oh yes, kuna manabii na manabii. Lina maha. Na kwa mnyenyekevu haikufanya usiwe and being humble. Yeah. Yaani haikutoi yani. And being humble. Being humble haikufanya usiwe apostle, usiwe mtumishi. Oh yes. Usiwe pastor. Oh yes. The devil is a liar. Very. So you see, even Prophet Elijah, Ata Prophet Elia, Nabii Elia, gave Prophet Elisha a room to say a word of goodbye. Alimpa ruhusa Elia kusema neno la kwaheri kwa wazazi wake. Kwa sababu kuna baraka kwenye ile heshima. Because there's a blessing in that honor. Elia alijua wewe usipoondoka sawa na wazazi. Elia knew that if you're not going to go well with the parents, huku unakokuja kuna kitu kitakuinda. Yes. Place when you're going to go, there's something is going to happen you. Kwa hiyo unanifuata as a spiritual man to lead you. So you're going to follow me as a spirit man to lead you. Well, you are not right with your parents in the spirit. Lakini kama uko sawa na wazazi wako rohoni, so I can cover you to some extent. Naweza nikakulinda kukukava katika hatua fulani. But to this other side you remain vulnerable. Lakini kwa upande mwingine utabaki kuwa vulnerable, kwenye hatari. Kwenye hatari. That's why Lucifer finishes you. Lakini shetani anakumaliza. Ndio maana shetani anakumaliza. The power of your parent, never underestimate that power of your parent. Usidharau nguvu ya biological parent. Wazazi wako. I'm not faking it. I'm your spiritual leader. Maybe ningekava upande wangu. But I tell you this. Lakini nakwambia, if you play with your parents, cheza na wazazi wako, you are gone. Unaenda. Physical parents. Wazazi wako. Ijapokuwa wazazi wa kimwili wanakuleta duniani kukutambulisha duniani. Oh, yes. Mzazi wa kiroho anakushika kwenda kwenye hatima. Carries to go to your destiny. So, hao wazazi wale wanategemeana. But these two types of parents, mzazi wa kimwili, kimwili depend on each other.
The biological parent, mzazi wa kiroho anaandaliwa mapema kabla hujaja duniani. the spiritual parent is being prepared before you come. Lakini hawezi kuongoza roho, wanahitaji mwili ili Mungu afanye settlement duniani. Ndio maana Yesu hajaja kama roho, Yesu alikuja kama mwili. Oh yes, but he can't read the spirit. So Mungu anakaa chini na ule utatu mtakatifu. Tunafanyaje? Tumeshapeleka baba wa kiroho duniani. Bado baba wa mwili. Si ndio? Tumeandaa hii spirit ni baba wa kiroho. Oh yes. Naongea kwa parables isikushanganye. Naongea kwa mafumbo. Tumeshaandaa spirit baba wa kiroho wake atakuwa fulani. Oh yes. Maybe hayuko tayari duniani lakini spirit iko tayari. This is your spiritual father. Oh yes. Yamkini is not already on earth, but this is the spiritual father. Na roho yako imeumbwa hapa kwamba hawa wakienda duniani huyu ni baba wa kiroho, ni mtoto wa kiroho. Oh yes. Si ndio? But Lakini ili nitimize kusudi duniani kuna wanadamu. oh yes. Si ndio? Kwa anahitaji mwili huyu. Mwili tunatafuta nyumba gani huyu akaingie kule? Anatafuta mama mmoja Tanzania, baba mmoja. Unakutana, unatumika kuingia kwenye lile nyumba. Oh yes, they give unazaliwa physically. They give birth to you physically. Ukizaliwa physically, when you're given birth, wazazi wa kimwili watapewa assignment ya kukulea kwenye maadili kwa ule muda mchache. Are going to be given access. Oh yes. In fact, wazazi wa kiroho wa kimwili wanakuandaa kukutana na baba wa kiroho. They prepare you to meet your spiritual parents. By the time unakutana na baba wa kiroho anaendeleza safari kuanzia pale. Kwa muda huo, when you meet your spiritual parents, your journey starts there. But it does not mean muda ambao unazaliwa mpaka unatoka leba unakuwa baba wa kiroho hana taarifa. Lakini haimaanishi kuanzia muda unatoka kuzaliwa mpaka unakuwa baba wa kiroho. Kwa sababu kila ombi analomba baba wa kiroho ama kiongozi wa kiroho kuanzia anavyoomba linagusa vizazi vyote ambavyo wamepewa kuvitunza. Oh yes. Kwa hiyo from the day kuna mtoto saizi anazaliwa yuko leba, sasa anazaliwa Muhimbili muda huu, si ndio? Whether me I know or I don't know, but my prayers ziko connected na yule mtoto. Oh yes. Kwa wazazi watamchukua kumlea physically mpaka muda anajitambua kwamba kuna Mungu natakiwa niokoke. Anakutana mimi hapa physically. Oh yes. Then amwasha in the prophetic. You see? Naona. Uzazi yule unavyotegemeana. Or is it these two parents? The spiritual father and the biological father. Oh yes. Oh, they depend on each other. Spiritual mother and biological mother. So usisi kuna yote bora kuliko nyingine. You will not go far. Oh yes. Especially don't play with your parents. Usicheze na wazazi wako. Unataka kuishi maisha marefu usije kwa prophet. Kama unaishi umerogwa na ndugu zako au kuna issue ya kuvunja kuzimu, ulirogwa uishi maisha mafupi, kama. Lakini kama ni issue ya discipline kwa wazazi, kweli unataka kuishi maisha marefu, kapige goti kwa baba na mama waliokuzaa. You plan to live a long life, don't come to prophet. You have to go back to your parents. Oh yes. You don't pray. Oh yes. Unaomba kuishi maisha marefu. Ndio maana unashoka kuomba kwa sababu unapoteza nguvu kwenye maombi. You don't pray to have a long life. Unaomba kila kitu yani. You pray